kuwa watumwa wa sugar factories. Tusirudi kuwa watumwa wa sugar factories. Tuwe na uwezo within an area kuchagua nani tutauzia miwa. So zoning hii sheria inakataa. Lakini najaribu kuregulate kusema kwamba katika eneo fulani kuna factory 3, tuwaachie wakulima hapo wenyewe wangangane na wewe na competition within there. Na hizo county governors wa hizo county wakae watoe regulations ambazo zitagovern area hiyo. Kwa muda mrefu sana sheria zenye zimekuwa zinatungwa, lakini swali lile muhimu sana limekuwa hakuna kujiuliza mkulima hako wapi katika ile sheria. Hii sheria ambayo mmeisoma na tunaendelea kurekebisha, nadhani mnaona tunaangalia sana mambo ya ukulima. Tunataka vyama vya ushirika viwe na nguvu, tunataka wakulima wawezeshwe ili kupata mbegu, mbolea na pembejeo ili waweze kulima miwa. Na miwa iwe ni ya kufaidi mkulima, sio kufaidi mabwanyenye wachache katika nchi ya Kenya. Tukikubali kitu ambayo inaitwa zoning, tutakuwa tumeisha. Why? Because zoning, unajua wanataka kuja na language ya regional zoning. The structure ya Kenya Sugar Board, Busia is not a zone. Busia is under lower western zone, which includes Mumias, Ole Pito and Busibwabu. So under lower western zone, tukikubali zoning, najua wao wakichapitisha kwa Senate, what is coming next ni kurevive sugar industry. They will say, unajua zone kutoka where I'm standing, kama factory imejengwa hapa, to make one zone of a sugarcane, you must go a radius of 40 kilometers. 40 kilometers radius. Ukiwa kwa factory Mumias and you want 40 kilometers radius, ni ilami yetu. Sio kupelekwa at a condition at if you are not supplying to Mili A, then you cannot be a farmer. Mtakuwa mumeiwa sugar industry. Please, mkituwekea zoning, take it from me for free. That mkituwekea zoning mtakuwa mmetumaliza. Tafadhali, msituwekee zoning. Nisiende kwa nyumba yangu na nianze kulia. Niko na loan na SAFC ambayo natakana nilipe. Na sijaanza kukata miwa, nitalipa na nini? Wacha nipeleke miwa yangu mahali ninataka nipeleke. Wakati huu hao millers wanazungumza, wanasema kwamba wanataka mila mwingine asikuje kubeba miwa, na wameshinda kukata miwa. Miwa iko chemichemi na mvua inakuja, tunatangaziwa mpaka mwezi wa 6 kutakuwa na mvua. Tutakata hiyo miwa siku gani? And I have 200 acres on the ground I have not harvested. What will I do? Mumias Sugar is milling more than Ole Pito and Busia Sugar. Mumias Sugar has not planted cane. We've been toiling to plant cane in Busia, but now they're taking more from us, unlike us were the initiators. Mumias to be kept on hold, let them develop and let them come aboard. We won't fight over sugar. Let them do development, prove to the Sugar Directorate or the concerned persons to enable us remain afloat, the 3 companies in the lower western. We are not refusing Mumias, but they are killing Ole Pito and Busia Sugar. Mumias ilikuja kukata keni ile kidogo, ile premature keni. Lakini wakati ninyi mulifunga, hawa wakulima sio wote walikuwa kwa hiyo category. Kuna wakulima wengine walikuwa na miwa ready for harvest, na hiyo miwa ikakauka kwa mashamba. Then mukaanza kufungua. Wakati mulifungua, mukapatia Mumias Sugar 2,500 tons per day crushing. Ole Pito mukampatia 750 tons per day. Busia Sugar mukapatia 1,250 tons per day. The total of the 2 millers was 2,000. And they had developed a lot of cane. Lakini Mumias ambaye hakuna cane hapa, munampatia 2,500 kushinda wa factories zile 2 ambaye iko Busia County. Yewe, ile hatutaki ni mtu achukue miwa ambaye yamekontraktiwa na mwenzake, yeye achukue. Zoning hatutaki. Kiswahili cha zoning kilianzia kwa maneno matatu.
Wakati maneno matatu ilikuja Mumbu hapa Western, hesabu ilikuwa ya zoning. Hiyo zoning tumeona grouping yake, wamechukua Mumias wameweka kwa zoni yetu. Hiyo ndio hatutaki. Hesabu ya zoning iko na Kiswahili yake. Sisi wawache sisi wakulima, ukicontract na West Kenya, ukicontract na Ulipito, miwa yako peleka Ulipito. Ukicontract na Busia, Mumias, kama wewe unajisikia kwenda kucontract na Mumias huko, sisi hatukatai. Mkulima mwenyewe aende kucontract mahali anataka. Lakini naye mtu kutoka kule hana miwa na anakuja hapa kubeba miwa. Kenya inajulikana kwa kitu moja. Ukitumia koti na mambo ya mabunge, vitu haiendi. Sisi tutafunga barabara, Mumias haitapeleka miwa huko. Sisi tumekuwa na task force report na tukasema tuwe na catchment area ambayo mkulima anaweza kupanda miwa yake popote. Na hiyo iko sawa sawa. Na imesema ya kwamba kila catchment area iwe na at least 3 or 4 millers. Na kama iko 3 or 4 millers, kama mkulima huyo anakatana na huyu, atapeleka kwa huyu. Na kama anakatana na huyo, atapeleka kwa wale wa 3. Na kama anakatana na huyo hata wa 4. That's already open for all farmers to do what they want. You cannot claim, na bwana chairman, haiwezi kuwezekana ati mtu anaamuka anasema ya kwamba kwa hii millers wane wote wako katika hiyo catchment area, ati wewe mkulima huwezi kukubaliana hata na moja. That means there is something wrong with you.